Sasa tuko hapa na kiongozi wetu, our cousin, our kuzo, Daktari Stephen Kalonzo Musyoka. Haya, Mathioya hoye, Gĩtũgĩ hoye. Basi, Muriega Ndoitu, Mwaseo. Kumbe mnajua hata hiyo lugha nyingine. Tumefika hapa leo kwa furaha na tena kwa huzuni. Huzuni, furaha kwa sababu umejitokeza kwa wingi. Ni wakati wa kukomboa Kenya yetu. Sema kukomboa Kenya. Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao? Na tumetoka kwa maombi hapa. Tuna huzuni kwa sababu serikali ya Ruto haikutosha kuua watoto wetu wa Gen Z. Sasa nataka kuua viongozi na hata wazazi wao. Kwa hivyo yaliyofanyika pale Witima wiki iliyopita Jumapili, tunaikemea. Wangapi wanasema tunaikemea zote? Unajua Ruto alijaribu kuita maaskofu, wakamwambia ukitaka tukuje Ikulu hatutaki picha na wewe. Akakanzo hiyo mkutano, because hata wenye bishops wetu wa Kenya wote wamehuzunika. All the human rights organizations duniani kote wanasema huyo Ruto lazima awe term, one term. Wangapi wanasema Ruto one term? Ana bahati sana kwamba Wakenya wanampa hata hiyo one term. Watu wanataka vile mimi na mzee Kibaki. Kumbukeni, wangapi wanakumbuka tulikuwa makamu wa Kibaki? Wakati huo hatukusema tunapeleka Kenya Singapore. Wakati huo tulisema Kenya itapata Vision 2030. Vision 2030 ndio kwa ile makubaliano na muongozo wa kuhakikisha Wakenya hawatalala njaa, watoto watasoma. Kumbukeni tulikuwa na free primary education ambayo Kibaki alianzisha. Hata mzee Maruge akaenda standard 1 akiwa miaka 84. Hiyo yote Ruto ameharibu masomo ya watoto, ameharibu hata matibabu. Na yeye akisema sisi hatuna akili, hata alisema Kalonzo na Rigijia wana akili. Kusema kweli, yule ana akili ni sisi ama ni yeye ana akili? Unawezaje kusema unapeleka Kenya Singapore na huku huja kamilisha Vision 2030? Yale ambayo tutafanya kama serikali in waiting, serikali ijayo, hata hatutaki kusema united opposition. Sisi tunajiita alternative government. Sema alternative government. Hii ni serikali ambayo inakuja kuchukua mamlaka. Sisi tunasema tutakamilisha Vision 2030 ya Kibaki. Imebaki miaka 4. Hiyo miaka 4 alafu tupange tena. Tuna watu wataalamu wa kila namna, na kwa hivyo hiyo utaalamu wetu takisha another 30 years. Kwanza Vision 2030 and another 30 years, mtaona vile Kenya haitakuwa Singapore, itakuwa Canaan. Kumbukeni nyinyi mlipigia baba kura, si ni kweli? Nakumbuka daktari mmoja jana, ndugu Rigiji, aliambia watu wetu, nao namjua sana, mtapigia baba, na kama hata mpigii baba mtampigia baba pia. Akauliza, ala, how? Kwani unampigia kwa nguvu? Sema usipopigia baba utapigia Alibaba. Nyinyi sasa wote mlipigia Alibaba, mnajua story ya Alibaba, sio? Kwa hivyo lazima Kenya tujikomboe. Vile nyinyi watu wa Mlima mlimwaga damu, Kenya ikajipatia uhuru. Vivyo hivyo vijana wetu akamwaga damu Gen Z, ni kama kukomboa Kenya tena. Kwa hivyo sisi zote tukotoke mwaka ujao, kila mtu achukue ID yake, na nyinyi wataalamu kusema kumera. Sema kumera. Ukiwa na kura hiyo hakuna mtu atalala
mpaka huyu jamaa atoke, na akitoka atakubali. Asipokubali kushindwa, tutamtoa. Si namna hiyo? Kwa hivyo tumeambiwa kanisani hakuna uoga na tuko tayari. Mjamaa mmoja anasema ati wataenda Singapore, wataenda Canaan kupitia Singapore. Hiyo ni upumbavu, hata sio kitu ya maana hiyo. Kwa hivyo Wakenya tukakamate, tukashikamene. Kumbukeni wakati wa 2007, wakati Kibaki aliwekewa kisu hapa, si mimi nilijitokeza na timu yangu, tukaangusha hiyo kit, tukapanguza. Kumbukeni tulisema wiper, sio? Tukapunguza kioo, Kibaki akaona mbele, ndio akaleta elimu ya bure. Na kwa hivyo huyu ni ule Kalonzo. Mimi sitakubali jamii ya mlima atipakuliwe, atuwaseme 40 against 1. Kabla ya kuingilia Wakikuyu waingilie Kalonzo kwanza, na tunajua haitawezekana. Harambee! Nikisema wiper nipe komboa Kenya. Wiper! Wiper! Asanteni, tuko na timu nyingi hapa ya wiper.